ulawe Musili Munene wa Makoani na oyu Mukitii wa kibela cha Usumbi usakwanini Munene wa ngilile ngula mwonza David Maraga ni Niwavithua Minista Muviani wa Uiiti Aden Duale ena Muvia wa Kuungamia Walanyo wa Uiiti wa sha Maendeesye Muvango Muvuku wa Kutata Kuvwika Ngua Ung'ei na Wasyo wa Mamilion Mbesa Walanyoni wa Uiiti kwisanandevisi ya kivindu kwa odhoko masibitali ni machati Maraga ni walumelia mutandao wa kudhimandevi kwa masibitali ila maadhokuma wa Kenya Master Health Facility Registry KMHFR unavoiwe ni silikali kielelo ni kisio cha kusiya enendi mayumbwania uwo kukonia Ulusani ulawendeye ndeni wa sha na yuenda Muvia wa Ung'ei na kukitana Ulusani ba Kenya EACC wiki Ukunikili Uungamii kukonia Wasyo uwa Mbesa siya mwenendi na ngangania kilingesi niki maikonanua na Meya Benjamin Mwaka nukutueleza. Maraga nwawete tambia Muvia wa Uiiti bamwana sha kuvozia mutandao wa Kenya Master Health Facility Registry ula enendi matume ya kumbwanya ugo kukonya ndivi siya sha siusuweke vindu kwa masvitali machati Nivango ivukumu na ya silikali kutata kuvitha enendi ugo na kuvwika Ngua Ulusan wa kitai Walanyoni wa Uiiti. This is not only a cover-up of heinous crimes against Kenyans, but also a gross breach of Kenyans' constitutional rights, as these are sites that keep and verify government records on hospitals and healthcare centers. This comes after revelations that hundreds of millions of shillings were dispersed to ghost facilities and non-operational health institutions across the country. Inge Maraga wete tambia Minista Muviani Aden Duale bamwana atati hamwende wa serikali kuendea kulumilele hospitali isi ya vingi wetene ni uvongo modei noka na kuvinga enembe metho maikone kiko udhukumina wake. The Cabinet Secretary for Health had indicated to Kenyans that the ghost facilities were closed in May, yet there is evidence that they continued to receive public funds in June, July and August. The question that remains in the minds of many Kenyans is this: how can such a brazen and persistent theft of public resources be normalized by the government and explained away as an oversight? How can the CS in charge of health and the management of the management team at SHA continue to be in office after such expose? Na yuenda Muvia wa EACC utahia tunakweko Ukunikili wa mituwe kwenye wanganganya wa SHA aiweta President William Ruto ni wiseneza vyo kila kiende. Paying huge sums of money through SHA to ghost hospitals and fraudulently registered facilities, while really hospitals struggle and Kenyans suffer, is not a matter of negligence. It is a betrayal of the Kenyan people. In the circumstances, we call upon EACC to carry out investigations and prosecute all those involved. All that the president is supposed to do is to disclose to EACC the raw intelligence information he has for them to investigate. All this, SHA is something he has urged Kenyans to get into. So he knows the whole system. So when all this is happening, this is not happening without his knowledge. Inge niwenda moko ama EACC mamuvikie mbe Minister Aden Duale aiwete na makulyo maingi makusungia vumana Uungamii wa SHA na ni lazima osuwe matambia maima kemeao na mituke. Those who have colluded to defraud Kenyans must also face the full force of the law, whether they sit in the ministry, in the professional oversight bodies, more so the medical council, or within SHA itself. This money didn't just move from SHA or the ministry without anybody actioning that. And what we are asking EACC to do is, who are those involved?
and why has action not been taken, including action against the minister? Vilingwa Muvuku mavamu sinilovi yanetoa Benjamin Mwakam.